Mimi nimekuja hapa kuja kukuambia kitu au kukuuliza tu, sijui. Ninasikia huko nje na kaka aliniambia ni ya kweli, kama wewe siku ni mshirikina ndio kwa waganga au vipi? Unapaswa unielewe. Ni kweli mimi nimeenda kwa mganga. Na huko kwa mganga nilipoenda sio kwa ajili ya mambo yangu mimi. Kumbuka una wifi yako yupo hospitali kule anaumwa. Na anahitajika msaada, ndio ninayempambania. Sipojikaza na hili jambo, unahisi itakuwaje? Mimi ndo mzazi wenu. Naona mnanidharau, ila nimezunguka kote huko mwanangu. Kila mahali mnapojua nyie mimi nimezunguka. Na mwezi sasa hivi mkaniambia chochote. Sasa kwa nini kwa ugonjwa kama huu ni ukalie kimya mwanangu? Sasa mamdogo, kama unapambania wifi yangu ndio kwenda kwa mganga kweli? Ndio dunia yako inakuruhusu hivi? Hivi nitawaambia nini muelewe nyie? Hata Mwenyezi Mungu uko juu hatanisamee. Hata nyie mnapaswa kunisamee. Ninampambania wifi yenu. Hivi wewe ushajua Zoruba ni mchawi? Wewe umejuaje? Umejuaje? Ninakwambia Zoruba ni mchawi. Na huko niliko, yani nimepita pita sehemu na nimeambiwa Zoruba ni mchawi. Inawezekana pia hata anaweza kuwa amemloga kakako. Sawa, wewe ni mama yetu mdogo. Umezaliwa tumbo moja na mama yetu. Mama yetu upo kijijini, wewe upo mjini. Hapa mimi tukiondoka, tunafuata mama yetu kijijini, si ndio? Tunabaki naye hapa mjini tukikaa. Sasa kwa nini unafanya mambo hawatakiwi? Kweli Mwenyezi Mungu anasema majitihada waje jitahidini nikusaidini. Laiti ungekaa kitako ukachukua msahafu ukasoma au ungeswali, basi pia wifi yangu angepona, lakini sio kwenye ushirikina. Hapana mwanangu. Hebu nieleweni basi mimi. Sasa ngoja nikwambie kitu. Hata huyo Zoruba nataka atoke pale kwenye nyumba. Kaka yako huyo nitamuolea mwanamke. Unanielewa? Nitamuolea mwanamke. Haiwezekani Zoruba kawa ndo chanzo. Halafu anakuwa ni mbea au nimeshasikia ni mhuni. Hivi afu anajidai ni msuyani, anaswali swala 5. Kweli mwanangu? Hebu naomba kakae chini na kakako umueleweshe. Sifanyi wala siendi kwa mganga kwa ajili ya mambo yangu. Namsaidia yeye na ndoa zake. Unanielewa? Na nina hakika kabisa mke wangu atapona. Mimi nitaenda kuongea na kakaangu. Ni masuala yetu mengine. Lakini kwenye uchai wenu au mambo yenu nakwenda kwa waganga, sisi msitushirikishe kabisa na hatupasi kujua. Hivi mwanangu unahisi usipomwambia atanielewa kweli? Unahisi atanielewa? Hebu wewe na kakako najua mnaendana sana. Hebu kakae naye chini, mtulize, umueleweshe tu hali halisi kwa sasa. Sawa mama mdogo, basi nimekuelewa. Zoruba. Dunia ni malezi, kesho utaulizwa. Achana na uhasama na uchafu wa zinaa, rejea kwa Mola wako. Nimekuja hapa. Nimetoka kwa mganga. Pale nyumbani kwangu kuna matatizo. Si unajua mke mdogo? Mke mdogo nimeambiwa kweli ni mchawi. Na ndo kamloga mke mwenzake kwamba atolewe kizazi. Sasa mimi nimepambana sana, ila mganga akaniambia kwamba kuna vifaa vinatakiwa vinunuliwe ili tu niweze kumtibia mke mkubwa kule hospitali. Sasa nafanyaje ushoga yangu? Kwanza pole sana. Pole kwa ile ambayo limekukuta, kwa sababu huo ni msala mkubwa sana. Yaani ni msala mzito kiasi kwamba I say pole. Mimi natukushauri fanya kama vile mganga akakwambia. Kanunue hivyo vifaa, alafu umwangaikie mtoto wako. Kumbuka yule ni mtoto wako. Yule ni mwanao. Sitaona inapendeza ukamwona mwanao anapotea alafu wewe upo. Ila unajua kuwa mtoto wako apenda hiyo mambo. Yaani amini kabisa ushirikina. Maana yake kuwa haamini hivyo vitu. Nakwambia shoga yangu, hata yeye mwenyewe haamini ili vinaloenda kutokea. Sasa vipi kama atajua? Hilo atajua, mimi nahisi ashajua. Maana nimejaribu kukaa na mtoto wangu yule wa kike, dada yake. Nikamwambia akazungumze naye. Sawa, haina shida. Zoruba, binti sikia, maisha yako si heri daima. Uchafu zina
asilani, gombana na mwenzako. Kama salamu yako mali, kapange mafungu gengeni upate pesa. Maana nakuona na kielele sana wewe. Kwa nini unaingilia vitu ambavyo havikuhusu? Hivi kwa sababu gani mtu mzima unakuwa ujielewi? Unaziki sana. Umepewa uganga wako utumie vizuri. Naona uganga wako sasa unakutumia vibaya. Si ndio hivyo? Unataka kushindana na mimi. Mimi nimepewa makalama. Makalama yangu mbona natumia vizuri? Naona wewe kuna kitu ambacho unachokitafuta kwangu. Sasa utakipata. Haya, kilichokuasha kitu gani? Unataka umpe dawa mkwe wangu ili mradi akamtibie mke mwenzangu apone. Vitu naingilia ni ya kwako. Naongea na wewe hapo kifurugobe mkubwa wewe Firauni. Sura imekukomaa mjalana mkubwa wewe. Hivi ushakaa na mashetani wenzao kauliza mimi ni Zuruba ni nani? Au mimi nikoje? Laiti ungeuliza vizuri wangekupa nani zangu, habari zangu. Mimi ndo Zuruba. Hakuna wowote wa kunibabaisha. Sikuogopi na uwezo wa kusambatisha wewe na hizo takataka zako. Alafu najitia mganga. Mganga siami. Hapa kwangu utahama tu. Pumbavu mkubwa wewe. Hivi unajisikia? Unajitambua? Hivi unajielewa kabisa? Nisikilize. Hii bado haijaisha. Umeelewa? Mimi ndo binti Siami kutoka Sumbawanga. Nitakuonyesha dawa nitampa na nitamtibia mimi. Umeelewa? Nakupa onyo. Nakupa onyo. Nakupa onyo. Nimeongea mara hizi mara 3. Niangalie vizuri. Binti mdogo, kazi ushirikina tu. Unashindwa nini kutunza mume wako? Kelele wewe, pumbavu mkubwa wewe. Unataka kushindana na Zuruba. Si ndio hivyo? Sasa unijua. Ndio mtoto kipipa. Umeelewa? Binti Siame, nitakuonyesha kama huu uganga nimepewa au sijapewa. Wewe, pumbavu mkubwa wewe. Kama Siami na kuhakikishia utahama. Mimi ndio Zuruba. Hapa kote wananijua mimi ni nani. Sasa nakupa onyo kwa maneno. Itafika kipindi nitakupa onyo kwa vitendo. Si umenielewa? Siku zote wembamba wa mguu hauwezi ukachonga stuli hata siku moja. Pumbavu mkubwa wewe, shwaini. Binti mdogo, kazi ushiriki tu. Nina bado nitakuonyesha mimi ni nani. Zuruba, binti sikia, maisha yako si heri daima. Mwanangu, nimepita hapo. Kuna kitu nataka unisaidie. Unajua ni mzuri? Asa, unajua mwanangu kaoa wanawake wawili. Na wanawake wote hao wawili hawajielewi. Asa kafulana mbona mke mkubwa. At least yule naweza nikasema at least nina mkwe. Ila huyu mdogo kivuruge. Hajui maana ya ndoa. Kwanza ni mambo ya kishirikina. Hasa wewe katika huo uzuri wako, nataka uhakikishe unamkamata mwanaume yule. Yaani fanya unavyojua wewe, mtoto sijui ni mtoto wa wapi wewe. Mwanangu mzuri sana. Kwa nataka ukamkamate yule ustazi mpaka Zuruba aachike. Zuruba afai kwenye familia yangu. Yaani sio mkwe tu, yaani nataka uolewe. Mimi Ndio wewe. jamani, zali la mentali. Mama yangu, yani mpaka siamini ujue. Yani kwa maana mwanaume ambaye nilikopo yani namhitaji leo kesho. Kwanza nilikopo tu nikimuona akipita basi vile. Na hivi basi rangi ndevu zile. Mama yangu unajua kuniheshimisha. Mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Sasa mwanangu, juhudi zako, unanielewa? Mwanangu ule ni handsome boy. Hata wewe ni mzuri, umfikii Zuruba kwa chochote. Unanielewa? Hasa uzuri wako nataka ukafanye kazi kwa mwanangu. Nataka Zuruba atoke pale kwenye ile ndoa. Uingie wewe. Nataka wewe ndo ukawe mkwe wangu. Hafai. Hapo kama ulijua. Hivi mlikosea kitu gani? Hivi yule hata hamjaona basi ile rangi haziendani zile. Kaja ukamloga. Kwenye kumloga sasa hapo. Usijali mama yangu. Yaani hapa, yaani fanya kama vile imeisha. Yaani mama yangu cha kukwambia tu. Kwanza nimshukuru Mungu alhamdulillah kwa kunifikishia hapa leo, maana siamini. Lakini kingine nikishaingia humo ndani, mbona nyota kwa unapachungu? Maana nitampa mahaba, nitamlisha vishalubati na kuambia mwenyewe atakapo kila saa
kwangu. Wenyewe watakimbia, nipo hapa. Yaani hapa ndo kama timu nishatia, nipo lele. Wenyewe kuna mwenye ataondoka hivi. Tena ataondoka mikono juu kasalenda, atapigana saluti. Unajua watoto wa Tanga mambo tu ya kitoto. Na kuamini hapo mwanangu. Kwanza nikizoruba nimetokea kumchukia. Yaani ninamchukia. Hivi unajua maana kumchukia? Sasa mama, wewe ndio ushakuona wapi? Waarabu kama wale waenda kuchukia na vitu vyeusi kama vile. Mwanangu sijui karobo. Yaani mimi nina hakika karobo mwanangu. Usijali. Mwanaume naye na natamba naye. Kwanza yani nikifika, mwenye ataona wivu mbona? Nataka ule mjengo ukawa wa kwako mwanangu. Seme hivyo unacheka. Ya Zoruba. Dunia ni malezi, kesho utaulizwa, achana na uhasama. Mganga, mimi hapa nimekuja na ujio wangu, nahitaji unisaidie jambo fulani. Mdogo wangu anaenda kuolewa, lakini ile familia ambayo anaenda kuolewa nayo siamini kabisa, nahisi ina matatizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniangalizie inakuwaje. Samani, unakofanya mkono kwa kushoto? Pole sana mdogo wangu. Mdogo anapenda kuolewa, hamna shida yoyote, bali mume wake ambaye anaenda kutakia kumuoa kamuoa mke wake wa pili ni nyoka, mshenzi, mzinifu, hamheshimu hata mume wake. Pia mke wake wa kwanza kinachomsaidia anaswali sana, la sivyo angekuwa sasa ameshatoweka, haipo kwenye dunia hii. Mimi nimekuelewa mganga. Sasa nahitaji msaada wako, sijui unanisaidiaje ili mdogo wangu aweze kuwa salama. Takusaidia, haina shida, bali mdogo wako inabidi aswali sana, maana ni mvivu sana wa kusali. Tampatia dawa, tamsaidia, na kingine tutamsomea badili, tamsaidia sana, la sivyo naye ataangamia kwenye hii dunia. Basi sawa, nimekuelewa mganga. Sawa, hakuna shida. Zoruba, kioo chako kimepata vumbi, unajichora sifa wakati ndani ni giza tupu. Macho ya mwanadamu yataona unayotaka, ila ya Mola yana... Hivyo sasa una akili kweli mtu wangu. Saizi ndo unaosha vyombo. Ndo unaosha vyombo saizi, si ndivyo? Na kati unajua kabisa mke mwenzio leo anafanya operation. Hujaandaa chakula mpaka saizi, hujui kinachoendelea, umekaa tu umelala muda wote, saizi unakuja kuosha vyombo. Kweli? Ndio ulivyofundishwa kwenu hivi? Na kuuliza unajielewa? Nisamee mume wangu, nisamee. Kwa hiyo unafanya makosa ili uombe msamaha. Na kuuliza wewe unafanya makosa ili uombe msamaha? Hapana la habibi. Hivi kwa unakuwa na roho kama hii wewe? Unakuwa mpumbavu kabisa, hujielewi. Mimi sipendi bwana tabia yako hii. Ndio mnavyoishi humu ndani, si ndivyo? Wewe na mke mwenzio? Hapana. Hapana. Mimi sipendi upumbavu. Sipendi upumbavu ndani ya nyumba yangu. Ukirudia wakati mwingine utanijua upande wangu wa pili. Zoruba, binti sikia, maisha yako si heri daima. Uchafu zina na uchawi, ni giza totoro si nuru asi. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nilikuwa nakuja kwako. Shida. Nilishakwambia usiende hospitali kusaini.
na utampoteza mke wako. Mama, nilishakwambia kabisa, unachokiamini wewe mimi sikiamini. Sawa eh? Hivi mama, jaribu kurudi kwa Allah tabaraka. Mbona unang'ang'ania sehemu ambazo sio sahihi? Mimi na ushirikina tofauti. Yale ni mambo ya kidaktari. Nimeshaambiwa mke wangu asipofanywa operation mamangu atapata kansa. Sasa nimpoteze mke wangu kwa sababu kwa mimi ni ushirikina mama? Osman, unapaswa kunielewa. Kila nilaloongea unanidharau. Kwa nini lakini? Shakwambia usiende kusaini. Tayari kumpoteza mke wako. Mimi siko tayari, ndio maana nataka afanye operation mamangu. Basi usiende. Alafu kila nilaloongea unanidharau. Unakueje mwanangu? Nakuheshimu sana mama yangu, lakini siwezi nikafuata njia unaofuata wewe mama. Mimi nimesoma dini, naijua dini. Si ndivyo mama? Kwa hiyo mama, wewe unachoamini wewe, amini, lakini nakwambia mama, huko ulipokuwa sio sehemu sahihi. Rudi kwa Allah tabaraka. Sio, umeelewa? Mimi mke wangu atapona kwa uwezo wa Allah tabaraka. Sawa? Mwanangu, nimekuelewa. Osman, usiende mwanangu. Osman. Ya Zoruba, dunia ni malezi, kesho utauli.